Kama wewe ni msanii au unafanya kazi zozote za sanaa kama ususi pamoja na kazi zingine za sanaa ikiwemo content creators. Leo nitakuonyesha namna ya kuweza kujisajili na BASATA ili kuweza kupata kibali chako cha kuweza kufanya kazi zako za sanaa kwa urahisi kabisa bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Unachotakiwa kufanya ni kuingia katika mfumo huu wa sanaa.go.tz. Pale utaweza kupata hii poto ya AMIS. Utaweza kuiona hii poto ya AMIS ambao ni mfumo wa wadau wa sanaa. Kuna hii sehemu ya kuingia, alafu kuna sehemu hii ya jisajili. Sasa unachotakiwa kufanya ni kubonyeza kwenye hii sehemu ya jisajili sasa, ili uweze kufungua akaunti yako. Lakini jambo la kwanza unachotakiwa kufanya ni kuwa na namba ya NIDA. Kama hauna namba ya NIDA, uweze kujisajili katika mfumo huu au katika hii poto ya BASATA. Cha kwanza hakikisha una namba yako ya NIDA. Sehemu hii ya registration utaingiza namba zako za NIDA hapo. Baada ya hapo utabonyeza neno continue ili kuweza kuendelea na usajili. Lakini kama tayari ukishakamilisha au umeshafungua akaunti yako, sasa utakuja katika sehemu hii ya login ili uweze kulogin katika akaunti yako. Okay. Utakuja kwenye sehemu ya kulogin ili uweze login katika akaunti yako. Utakuja sehemu hii ya ingia kama tayari umeshafungua akaunti, na hapa kuna barua pepe pamoja na password zako utaweza kuweka ili kuweza kuingia katika akaunti yako. Kama unavyoona mimi hapa nimeweza kulogin katika akaunti yangu, na baada ya kuweza kulogin utaweza kupata poto tatu hapa. Sehemu ya kwanza ni Bodi ya Filamu ya Tanzania, alafu sehemu ya pili ni Baraza la Sanaa la Taifa, alafu sehemu ya tatu ni ukurasa wangu. Sasa hapa kama unafanya masuala ya movie utakuja katika sehemu hii ya Bodi ya Filamu Tanzania. Kama unafanya masuala ya movie content creation utakuja katika sehemu ya Bodi ya Filamu Tanzania. Lakini kama unafanya kazi zingine za sanaa kama msanii, mwanamuziki, DJ, producer, studio, basi moja kwa moja ususi, moja kwa moja utakuja katika sehemu hii ya Baraza la Sanaa Taifa. Utabonyeza katika poto hii. Ukishabonyeza kwenye hii poto, basi hapo utaweza kuona kuna sehemu ya music, kuna solo artist, kuna guarantor, kuna groups, kuna company, kuna hall, kuna other license, kuna institution, kuna event, kuna travel permit, kuna foreign artist permit. Sasa kama wewe ni msanii utabonyeza kwenye hii sehemu ya solo artist. Ukigusa katika sehemu ya solo artist hapa itakuletea katika poto hii. Utabonyeza kwenye ombi jipya ili uweze kujisajili au uweze kufanya mambo yako. Ombi la msanii binafsi wa ndani. Okay, tayari amesajiliwa? Hapana. Utajaza jina lako la kisanii hapa katika sehemu iliyoandikwa AKA, alafu utaandika maelezo yako mafupi. Utaandika aina ya maombi, unaomba nini. Kama wewe ni Tanzania utaweka logo, kama wewe ni mtu wa nje utaweka foreign. Kwa Mtanzania jaza logo. Hapo utajaza kama wewe ni DJ, kama sio DJ utajaza no, kama ni DJ utajaza yes. Lakini hapa a member of other group, kama wewe ni member wa group nyingine utaweka yes, kama sio basi utaweka no. Na baada ya hapo utachagua category ya art category. Art category kuna sanaa ya ufundi, kuna sanaa ya muziki, sanaa ya maonyesho, mfanyabiashara, mtumiaji wa kazi za sanaa, washereheshaji. Kwa hapo utaangalia, kwa hapa tumezungumzia msanii, kwa utaweka sanaa ya muziki. Utagusa hapo sanaa ya muziki, alafu baada ya hapo utachagua aina ya sanaa. Aina ya sanaa sasa utachagua hapa. Kuna muandaaji, alafu kuna bongo flavor, kuna singeli, kuna kaswida, kuna injili, kuna taarabu, kuna rumba, kuna hip hop, kuna mchezaji wa muziki music dancer, mwigizaji wa video ya muziki, mwongozaji wa video au director, kuna reggae, kuna dance, kuna jimbo na ngoma za asili, kuna uandishi wa nyimbo na mashairi songwriter, mcheza ala za muziki instrumental, reggae, dancehall, R&B, music repertoiser, mtunzi wa muziki, kuna DJ, mtengenezaji wa muziki producer, wasimamizi wa wasanii managers, msusi, singeli. Kwa sasa aina ya sanaa hapo utachagua mwenyewe aina yako ya sanaa hapo. Kwa hiyo kama unaimba bongo flavor utaweka kwenye bongo flavor, kama taarabu kama nini utaangalia mwenyewe, kama bongo flavor tiki hapo kwenye bongo flavor. Then utaweza kuona hapa
Barua ya utambulisho kutoka kikundi ulichokuwepo sio lazima. Barua ya utambulisho kutoka shirikisho kupitia chama cha fani husika kwa msanii mpya pia sio lazima, lakini kama unayo unaweza ukaambatanisha. Foreign artist passport hiyo sio. Kibali cha mwisho cha weka nakala ya wasifu CV sio lazima. Viambatanisho hivi sio lazima, lakini katika hivi hakikisha unaweka kiambatanisho kimoja wapo katika zilizoonyeshwa hapo. Hakikisha unaweka hata nakala ya wasifu wako, hii CV yako, basi hakikisha umeambatanisha. Baada ya hapo utaendelea na usajili wako. Ukishajaza hapo ukabonyeza hapo hifadhi, basi utakamilisha, na hatua inayofuata utaweza kulipia malipo ya gharama ya ada. Na hiyo nimezungumzia kwa upande wa solo artist, lakini pia kama ni institution utagusa kwenye sehemu ya institution, alafu utakuja kwenye sehemu ya ombi jipya, then utajaza taarifa zako kama ilivyo kule mwanzo tulivyojaza. Okay, hakikisha unafuata taratibu hizi ili kuweza kupata kibali cha BASATA. Kama umependa video hii, like, subscribe na share. Lakini pia kama unahitaji kusaidiwa kupata kitambulisho chako au kibali chako cha BASATA, tucheki WhatsApp, namba zipo katika description ya video hii. Asante na karibu.